Aisee, sasa hapa kuna jambo moja, ni kwamba unajua kuna mtu ambaye anaweza kusema kwamba yeye ameacha ujinga. Labda mfano zamani alikuwa anajiachia kwenye mambo kama kuwa na wanaume wengi au kuwa na wanawake wengi, kuzini mfano. Mtu anaweza kusema mimi nimeacha kuzini. Labda tuseme mwanamke amesema mimi nimeacha kuzini. Na anahamasisha watu waache kuzini tuseme. Na pia yeye anakuwa anaweka mipango yake, anaamua kufocus sasa na maisha yake. Sasa watu kama hawa wako aina mbili. Kuna mmoja ambaye ana uwezo wa kuzini na ameacha kuzini. Huyo ndo bora. Yani ana uwezo wa kuzini, yani kwamba naye ana mvuto, bado umri wake mdogo, bado kila kitu chake, yani bado anahitajika. Bado anatafutwa. Na yeye ameacha kuzini. Na amesema bwana yeye anapambana, ana focus na maisha yake, aje kupata kitu fulani. Huyo ni mtu ambaye atafanikiwa na yuko pazuri zaidi. Kuna watu wa aina nyingine ambao wao wanakuwa katika misingi fulani ya kujiongopea. Na huyu mtu wa kwanza yeye anakuwa anapata ugumu kwenye kuacha kuzini kwa sababu anahitajika, watu wanamtafuta. Yeye mwenyewe mwili wake mzuri, sura yake nzuri. Yani kila kitu kipo. Kwa hiyo yeye kuacha kwake kuzini, au mfano mtoto wa kiume hapo ana hela nini kila kitu afu azini. Yani yeye ndo anafanya jitihada na anajitahidi sana. Kuna wengine umri umeenda, sura zishaanza kukosa mvuto. Alafu kipindi hiko cha ujana wao walikuwa hivi. Sasa hivi mambo yameenda, upepo umeshakata. Ndo anakimbilia anasema bwana, mimi naacha kuzini na focus na maisha yangu. Ndugu yangu, wewe hujaacha. Mimi nazungumza ukweli hapa. Wewe hujaacha, wewe umekwama, soko lako limeisha, umefeli, umejiharibia. Huo ndo ukweli. Kwa hiyo tafuta mazingira mengine, usijidanganye kwenye swala la kuacha kuzini. Kwa sababu wewe ni kwamba umeishiwa power ya kufanya hicho kitu unachokitaka, unachokiacha sasa hivi. Umeishiwa. Na watu kama wako wengi sana, wakizungumza ni wanaonesha kama vile wao vizuri.